Welcome back guys. So tunaendelea na this is part 2. Okay, so sasa ilikuwa ni hiyo siku yenye nafaa kuenda sasa kupeleka stool, ndio niangaliwe ijulikane ni nini mbaya, kwa nini hii diarrhea haistop. So hiyo night, that night I remember previous nilivyokuwa nimeenda sasa, nilikuwa kuna nilienda hosi, daktari alikuja akaniuliza akaniambia kwa nilikuwa nimemwambia daktari mimi nasikia nimechoka, first naendesha, sijui ni nini imefanyika, nilikuwa nisha give up by the way. Second, nasikia tu nimechoka, huyu mtoto amenichokesha hapa kwa hii tumbo, kama unaweza nitoa. Sasa hiyo kumbuka nimebakisha 2 weeks ididi yangu. So nikamwambia mimi nimechoka, nasikia nimechoka. Akaniambia just wacha tu nini tutibu hii kwanza diarrhea, alafu ndio tuone vile sasa tutaweza kutoa huyu mtoto. Nikamwambia but nasikia tu nimechoka, kama ni possible nitolewe nitafurahi. Akaniambia hapana, wacha tujaribu kupush tusongeza siku mbele ndio mtoto aendelee kukua tukitibu diarrhea. Nikamwambia it's okay. Then akakuja akaniambia Ted, unajua vile contractions zinakuanga, ushai experience? Nikamwambia first pregnancy siku experience, kwa hata nilienda CS hata siku anasikia hizo kuma contractions, so sijui. Akaniambia vile utasikia hiyo uchungu inakuja hivi, inazunguka inaenda kwa spine huku, unasikia inaacha like 3 minutes, inarudi tena like that, yeah, inashika inaachilia, si zile kawaida, si ile kawaida yenye unasikianga tu mtoto akistretch, no, it's not that one. But sasa hiyo ndio contraction, so in case wewe utajua ni nini. Sawa, tukatoka. Kipuli kishaanguka, haikuwa na stop, poleni. Napenda kuvaa nini earring moja, I don't know why. I don't know why. Ni kwa sababu zote zimepotea. Sasa earring ni moja. Mtoto wangu anapenda tu akipoteza kuchezea vitu zangu za kujipodoa. So guys, tukarudi nyumbani. Sasa tulivyorudi home, tulikuwa sasa nisharudi nyumbani. Bado sasa nilikuwa na hiyo ni previous vile nilikuwa nimeenda hospitali, vile nilikuwa nishaelezea. Sasa stool zinafaa kupeleka kesho. Hiyo usiku sasa yenye nilikuwa nimeamka the whole day, nimeshinda nasema siko sawa, sikuli, lakini nimefanya kazi. Sasa usiku saa 6 hivi, hata sapa sikukula by the way, nilifosa matoke. Sipendi matoke, sikwangi fan wa matoke, sipendi. So hiyo siku kumepikwa matoke, niwaambia mimi juu hata sisikie kula wamepika matoke. Nimeletewa, nimekataa. So my hubby alikuja akaniambia umekula? Nikamwambia mimi sijakula. Akaniambia kwa nini? Hebu kula kwanza. Nikamwambia mimi sisikii kukula. Utakula. Nikaekewa kidogo. Nikaonja vijiko 2, nikasema tu nimetosheka. So watu wangu, let me tell you, sijawahi experience kitu kama hiyo. Gosh. Kwanza kuna beshte yangu alikuwa ameniambia vile alikuwa amesema anataka kujifungua mwenyewe. First born wake na second born alikuwa amejifungua na CS. Sasa huyu third alikuwa anataka first born alikuwa amejifungua na CS, then second born alikuwa second born. So alikuwa anataka ati apush mwenyewe. Si akaniambia, "We, sijawahi umwa mwenzako kama vile niliumwa." Nilikuwa nacheka akinieleza na niko na mimba. Nacheka naambia, "Sasa ulikuwa lazima gani?" Haya, ndio hivyo nikaambiwa mcheka kilema. We, Kiswahili kitukuzwe. So mimi hiyo usiku hiyo saa 6 hivi, around 12,
midnight. Nikaanza kusikia, nasikia yani hizo, nasikia hivi contraction. Sasa nikaanza kusikia uchungu ile ya kama mtoto ana stretch sana, nasikia hiyo inanikujia, inanishika, inazunguka, gosh, napiga nduru. Nasikia uchungu, najiuliza nini hizo. Bado sijajua kama ni contractions. Lakini nakisikia nasema hapana, hiyo si ile kawaida yenye vile mtoto huwa ana stretch. Nini hivi, nikikaa kidogo inakuja tena. Sasa nikaanza hata kugoogle. Nikaona tu hizo contractions. Sasa mimi babake ananiuliza, "Ni nini mbaya?" Naambia ni contractions. Contractions ni nini? Hey, Jesus. Ananiambia, "Huyo ni mtoto ana stretch. Wacha nichukue mafuta nikukande." Naambia, sidhani. Akachukua mafuta. Mimi niko na mafuta hapa ya karafuu. Kwa nileta na mamangu alinitumania kutoka nyumbani. Karafuu na simsim. Akachukua hiyo mafuta. Haya, akachukua. Nikakuja sasa nikasuguliwa hivi kitumbo chote ikapakwa sasa hivyo nikasuguliwa hivi vizuri. Akarudi hapo kwa kitanda tu. Akaniambia, "Si unaona? Ilikuwa ni kustretch na stretch." Hata haijamaliza dakika nini. Nikafanya ni nini? Yaani sijaiona mtu anashtuka. Yaani alikuwa anashtuka, nikiweka tu hivi anashtuka. So naambia mimi nasikia kuna venye siko vizuri, mimi nasikia vibaya. Sasa hata imefika hata ni saa 7 saa 8 naelekea sasa. Sasa yeye amelala, ameshikilia tu simu. Mimi sijalala. Ameshikilia tu simu hadi anasinzia akiwa ameshikilia simu hapo. Miguu hata iko chini. Nikiangalia alafu my firstborn pia yeye amelala tu hapo. So nawaangalia nasema, wamelala vizuri. Mimi hapa ndio nasikia tu naumia. So yani nasikia vibaya. Kwa nini wanalala badala wakae na mimi? Haya. Nikifikiria tu hivyo kidogo, contractions zinanikujia. Nikisikia tu ule uchungu, nafanya anashtuka. Bwanangu anashtuka. Naona ameamka. Ni nini? Naambia mimi naumwa mimi naumwa. Hadi nalia. Naumwa. Unaumwaje? Unasikiaje? Naambia mimi nasikia naumwa tu, nasikia yani siwezi elezea. Sasa uweze elezea utajuaje? Mimi naumwa. Watu wangu mimi naumwa. Jamani, naumwa mimi. Ni kama nataka kusuguliwa mgongo. Mimba imenionyesha mambo. Watu wangu kumbukeni. Sasa hii time na nini nasikia naumwa. Sasa hiyo time sihari. Lakini bado mchana hiyo ni time ya jioni nilikuwa nimehari, lakini usiku bado sihari. So mimi naumwa, naambia naumwa. Haya, Gaina nilikuwa nishamwambia, nishamtext. Nilitext Gaina hiyo saa 7 hivi, ama saa 6. Nilimtext kwanza. Sasa Gaina amelala. Mimi hata badala na mimi mwenyewe, Gaina mwenyewe alisema, "In case you have any problem, just call me." Hata kama ni saa ngapi ya usiku, call, don't text. Na mimi akili yangu sasa hiyo hata hainipigi. Haya, nishamtext na ngaka. Sasa mimi nakaa na keep on checking the messages kama amereply. Wapi? Ikazidi saa 8 saa 9 sasa. Watu wangu. Sasa hapa imezidi, siwezi, nasikia huku chini sijui kuna ni kama nimeanza kubleed ama ni nini zinanitoka. Sasa nikaambia babake mambo imechemka. Watu wangu, mambo ilichemka. Nikamwambia sasa hapa mimi siwezi. Ni lazima sasa hapa nimelemewa. Akachukua simu, akacall Gaina. Gaina akamwambia, sahi, hiyo ni emergency.
mlete hospitali saa hii. Haya, mimi ndio huyo nikaamka sasa, nimelemewa sasa. Kwanza vile nasikia tu nimezidiwa, alafu gosh. Haya, ndio huyo mimi akatoa dera akanivalisha ni dera tu navaa. Haya, ndio huyo amechukua bag akaanza kutoa zile kwa nguo za mtoto, akaanza kuzika kwa nini. Sasa hiyo kumbuka 2 weeks remaining ndio ifike nini, bado 2 weeks ndio EDD yangu ifike, unaona. Akaweka nguo yeye. Msichana wangu ashaamka sasa, ndio huyo amekuja sasa. Nini Mama Samara? Naambia mimi nasikia vibaya, mimi nasikia hivi, naumwa, sijalala usiku yote. Haya, sasa nituteremke na yeye. Mzee akifanya nini? Mzee akipanga nguo, akiweka nguo ni kuzichukua na kuzirusha. Kumbukeni hata sijapanga hata nguo kwenye bag ati za kwenda hospitali. Wapi? Ndio ukishasema kama uko na mimba na ni mwisho, wewe ukisema nataka kupanga nguo za kwenda hospitali, zipange leo. Hata kama unafaa kujifungua tarehe 20, tarehe 30. Panga tarehe 13 ama 14. Zipange. Kwa sababu you never know kwamba katakuja mapema ama katakuja kuchelewa. Hawa hawapangiwi, ndivyo niliona. So tukateremka nini, wapi? Stairs. Sasa mimi nasema sasa mimi nitaweza kushuka hizo stairs, na nikishaona hizo contractions nikiwa kwa stairs, sasa niko na wasiwasi. Nikaambiwa mama, you'll have to walk, kwa sababu kukubeba ni risk. Siwezi kukubeba, hiyo ni risk. Sawa? Sasa wewe just kazana, utembee, ushuke 2 stairs, uingie kwa gari. Kikumbuka hivyo, naambia Mungu tu, jamani Mungu, nisaidie nisishikwe na hizo vitu. So Biblia akaniambia kwa sawa, sasa tunaweza enda. Nikamwambia akanisaidia, nikainuka. Alafu hata before tutoke, nikivalishwa ile dera, nilikuwa nishaanza kubleed, nilikuwa na bleed. So hiyo dara sasa ni maji. Sasa niliona hivyo nikatense. Kumbuka sasa nimeona damu, sasa nimejua sasa hapa mambo imeharibika. Tukatoka, nikatembea mpaka kwa gari. I thank God kwa sababu sikupata na contraction nikiwa natembea, kwa sababu kama ningetembea nishikwe na hizo, basi mimi ningeanguka chini. Maybe ningeshikwa na spasm, kwa sababu spasm zinakujanga nikianza kusikia uchungu mahali, nitaanza kutetemeka na nitaramba chini, sina nguvu, kumbukeni. So tukaenda, nikaingia kwa gari. Nikasema Mungu asante. Sasa hapo kwa gari ndio niliingia tu, nikatulia tu dakika kidogo, nikashikwa tena na contraction. Piga nduru wewe. Niko napiga nduru mimi ninavyojipenda. Tandani majirani walikuwa wanasikia. Tena ile nduru kubwa, si watu, mimi napiga nduru. Haya, si tukaenda sasa. Ndio hiyo sasa tukifika sasa Nairobi na jam, jamani. Jam tayari watu washarauka. Nani asubuhi na mapema, sasa ujue sasa hiyo ni asubuhi na mapema. Watu wamerauka. Na watu walali Nairobi hii. So by the time tunafika hosi, daktari ana communicate tu na sisi, ana communicate tu na babake, vipi nini mpaka until tukaingia kwa emergency. Nikaenda tayari, nikaanza kunini. Daktari akasema ako on the way coming. Kwa hivyo nurses ni wao wananiangalia. Nurse kumfika, wananiuliza uko na Dr. nani? Naambia niko na Dr. Usoti. By the way, ni Dr. wangu Gaina
anaitwa Dr. Professor Osoti. He's a good guy na. Wacha nikwambie. Kama una shida yoyote, ona Dr. Osoti. He's so good. Mtawalk na yeye jani vizuri. Yes. Kama ungetaka namba yake, niambie. Just comment hapo chini. Nitakupatia contact zake, utamuona. Yes. Sasa daktari akasema niangaliwe kama njia imefunguka. We. Mimi nishaiangalia kama njia imefunguka. Najiuliza njia inaangalia imefunguka ya nini, na mimi naenda CS. Nasa akaniambia daktari amesema tukuangalie kama njia imefunguka, tukikutayarisha ndio uende theater. Nikasema sasa naangaliwa ni ya nini na mimi naenda theater. Akasema ni daktari amesema dada. Ni daktari amesema mama. Alafu na mwingine alikuwa hapa anasema ati anamuuliza bwanangu, kwa nini umengojea mpaka uchungu ikafika na unajua anafaa kwenda CS? Akamwambia siku yetu bado kuna wiki mbili zimebaki. Hii ndio maana tuko hapa emergency. Yes. Nilikuwa naangalia tu huyo nurse nasema wewe wachana na mimi. Kwa sababu haya. Alafu kitu nyingine nilichukuliwa na wheelchair from the car hapo chini nikaletwa mpaka pale kwa ward. So hawa nurses hawajui kwamba mimi niko na disability. Unaona? Mungu wangu. Akaambia bwanangu toka, songa hapo kando, mimi kafungwa. Ati sasa ndio niangaliwe njia watu wangu. Nasa kaniambia sasa mama, tunafaa tuangalie. Sasa vitu tunatafanya, utashika miguu kama unataka kupush. Sasa ushike hivi miguu, push sasa ndio tuangalie njia. Nasa kavaa gloves. Na mimi nishike miguu, mimi siwezi inua hii miguu kwanza. Mimba iko kubwa, nimechoka, mimi nasikia uchungu, hata mguu wenyewe siwezi inua. Ananiambia kwa nini uwezi inua? Inua tu. Niko nikamwambia sikiliza mama. Mimi niko na disability. Kesi yangu ni ya TB spine. Nasikia? Na siwezi. Kuna TB spine itategemea na level yenye ilikuwa affect. Kuna wenye wanaweza kuinua hizo miguu kabisa. Kuna wenye hata haikuwa affect sana, wenye wamefanywa massage wanaweza kutembea wenyewe bila crutches. Yaani itategemea na percentage yenye imekuwa affect. Lakini hii yangu siwezi inua mguu. Ati niinue mguu siwezi. Oh, okay, hatukujua. Nikamwambia sawa. Na that's why nilikuwa nasema msingemtoa huyo bwanangu hapo. Yeye angenishikililia. Yeye anajua vizuri. Angenishikililia. Hapana, hafai kukua hapa. Hafai kukua hapa nini, na ndiye mwenye mimba? Mbona wewe una vituko wewe nasi? Yeye si ndiye mwenye mimba? Sasa ni nini chenye hajaona? Mimi sasa nyingine jamani nyinyi manases. Aya akasema tutakusaidia. Aya akanisaidia kuinua mguu, akaniambia shikilia tu. Nishikilie mguu. Watu wangu. Mimi I salute mamas wote wenye wameenda wakajifungua normal. Kwa sababu sasa kumbuka niko na contractions. Kumbuka vile nasikia uchungu. Alafu sasa nimeambiwa sasa ni kuangaliwa njia. Nurse anaingiza vidole hivi. Oh my goodness. Ile ndio nilipiga. Yaani to be honest, hiyo kitu ni uchungu. Ni uchungu. Mimi na wenye wamejifungua normal, congratulations. Heshima. It's not an easy. Mimi sijasikia uchungu hivyo. Nikamwambia wacha mama. Ati tena kuambiwa naambiwa tenje imefunguka 2 cm. 2 cm na unafaa ifunguke mpaka 10. Gosh. Sasa watu wangu, mtoto wangu analia.
nitafanya another video nikiwaelezea sasa after kufungua njia 2 cm kuliendaje. Nilingojea mpaka zifike 10 ama niliindusiwa ama nilienda theater. I will let you know. Guys, thank you. Don't forget to subscribe to this channel. I love you. See you in the next video. Bye.